Sikiza watu wa Mungu, nataka nionyeshe kitu kibili hapa. Carnal mind and the spiritual mind. Nia ya mwili na nia ya roho. Sasa angalia kanuni iliyoko hapa. Anasema wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Kwa sema hivi, wale wanaofuata mwili, shida yao sio kwenye kufuata mwili. Shida ni kwamba wanafikiri mambo ya mwili. Kwa maana yake ukitaka kubadilisha unachokifuata, unabadilisha unachofikiri. Maana watu wengi wanapambana kuacha kufuata mambo ya mwili, matendo ya mwili. Wanapambana waache. Wanasema ngoja nisiangalie kitu. Wanapambana kwa sababu kujua kwamba watu wanaofuata mambo ya mwili hawafati mambo ya mwili kwa sababu wanafuata mambo ya mwili. Wanafuata mambo ya mwili kwa sababu wanafikiri mambo ya mwili. So if you want to change what you follow, you change what you think, what you mind. So what your mind is minding is what makes you follow what you follow. Ukitaka uyafate mambo ya rohoni ama mambo ya kumuhusu Roho Mtakatifu ama mambo ya Mungu ambayo ni mambo ya rohoni, unachokifanya unalazima kwanza uanzie kwenye nini? That's why I'm saying spirituality begins in your mind. Wewe ni roho, una nafsi, unakaa kwenye mwili. Naposema you need to be spiritual is not you the spirit, because the spirit cannot be spiritual, because the spirit is spiritual. Yani roho yako haihitaji kuwa ya kiroho. Your spirit does not need to be spiritual. Your spirit is spiritual. So what needs to be spiritual is your mind. Ni your mind is not spiritual. Akili yako ndo sio ya rohoni. Manake mtu ambaye anafuata mambo ya rohoni ni kwa sababu kwanza amebadilishwa fikra kuanza kuyafikiri mambo ya rohoni. Maana kama huwezi kufikiri mambo ya rohoni, hauwezi kuyafuatia mambo ya rohoni. Na kwa sababu hauwezi kuyafuatia mambo ya rohoni, hauwezi kuyadhihirisha mambo ya rohoni katika mwili. So why many of us as Christians we fail to reveal the spirituality that we have in our spirit? Because we don't have the mind of the spirit. We are spiritual in the spirit, but we don't have the mind of the spirit because we are following the things of the flesh. So we have the mind of the flesh. Tunapookoka kuna kitu kinaitwa the regeneration of the spirit. Tunaposema umekuwa kiumbe kipya, kiumbe kipya ni kwenye eneo gani? Kwenye roho. Roho yako ndio kiumbe kipya, ila nia yako sio mpya. Wewe unafikiri unakuja kanisani kila siku. Tunataka tuifananishe nia yako ifanane na wewe ambaye ni halisi kwenye roho. Kwa maana yake the life of God is in the spirit man, which is you. But to manifest the spirit man life, you manifest by minding the things of the spirit. And minding the things of the spirit, you need to be not just minding, you need to be intentional. Setting your focus, your mind to the things of the spirit. How do you have a spiritual mind? Sikia asema, it is the spirit that quickens, the flesh profit nothing. The words that I speak unto you are what? So how do you have the mind of the spirit? The word of God, because the words of God are spiritual. So what gives you a spiritual mind is the word of God, because the word of God is spirit. So the word of God, which is spirit, gives you a spiritual mind. And as the word of God gives you a spiritual mind, it aligns you with the reality of you, which you are born again in the spirit. So you manifest the spiritual life. Yesu azungumzi maneno. The words that Jesus is speaking are spiritual. Mazima maneno anasema kwenu ni roho. As you sit down with the word of God, when you begin to meditate the word of God by the quickening of the spirit, sema roho ndio usha. Kwa Roho Mtakatifu akikuwisha katika neno la Mungu ambalo ni roho, manake anafanya kwamba nia yako ibadilishwe kuwa katika nia ya mwili kuwa katika nia ya roho. Nia yako inapokuwa nia ya rohoni, ndio unapoanza kufuata mambo ya rohoni, uhalisia uliopewa, utajiri uliopewa, baraka ulizopewa. Sema to bless with all spiritual blessing. The blessings are spiritual. So you cannot receive the things of the spirit if you have the mind of a fallen man.